ushirikina. Madina ilikuwa kuna wanafiki. Sasa lakini Hamdala anasema nafaka Hamdala alikuwa mnafiki. Akamwambia mbona unasema maneno makubwa hivyo? Nini kinakufanya wewe kuona kwamba umekuwa mnafiki? Akasema kinachonifanya mimi kuona nimekuwa mnafiki ni kwamba tunapokuwa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anapokuwa anatuelezea kuhusu pepo, twaiona pepo ni kama tunaangalia pepo ndio. Akitueleza kuhusu moto, twaiona moto kama ndio hii hapa. Akitueleza kuhusu Mwenyezi Mungu, twamuona Mwenyezi Mungu ndio huyo hapa. Lakini tukitoka tu, tukifika nyumbani kwa familia zetu ama hata barabarani, imani hakuna. Hatukumbuki pepo, hatukumbuki moto, hatukumbuki hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ya hii mimi naona kama mimi ni mnafiki, labda kwa sababu niko na mnafiki ndani yangu, ndio kwa maana mbele ya mtume niko na adabu, niko na imani. Mtume akitoka tu ama mimi nikitoka, imani inapotea. Sayyidina Abubakar akamwambia basi tuko wawili, hata mimi Abubakar Siddiq nikiwa mbele ya mtume imani yangu iko juu sana, lakini tukitoka pia mimi nahisi kama venye wewe unahisi. Kwa hivyo na mimi pia yawezekane kama ni mnafiki. Sasa tufanye nini? Twende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakatoka wawili mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipofika kabla ya Rasulullah, sisi tuna mazungumzo kidogo yametutatiza. Toka mahali mazungumzo yenu ni kabla ya Rasulullah, tukiwa mbele yako twakusikiza, twaiona pepo, twaona moto, twaona Mwenyezi Mungu, twaona kila unachotuambia kiko sawa. Lakini ya Rasulullah, tukitoka tu mbele yako, shetani huyo ametushika. Tunaanza mambo ya kidunia, mambo ya familia, mambo ya nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko katika mkono wake, lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikr, lau mutabakia kama venye mnakuaga mbele yangu katika kunisikiza na katika kuleta dhikr, la sawatahtukumul malaikatu ala furushikum wa fi turbikum, malaika wamewapatia mkono nyumbani na barabarani. Lau ungebakia kwa ile hali ambayo kwamba mnakuwa nayo mbele yangu. Hadithi yatufundisha kitu gani? Mtume mbele asema walakin ya Hamza, lakini wewe Hamza, sa'atan fasaa. Akarudia mara tatu. Kuna time ya ibada, kuna time ya familia, kuna time ya kuangalia watoto, kuna time ya kutafuta riziki, kuna time ya kusoma. Kila kitu kina wakati. Hauwezi kujidevote ukaingia katika ibada saa zote umekaa msikitini, wewe ni ibada tu. Sababu ibada yako kwa mshindi, lazima utoke kutafuta riziki. Sayyidina Abubakar alipata watu wamekaa msikitini, akaambia mabiko, nipo na nini hapa msikitini saa 4 asubuhi, niko msikitini mnafanya nini? Akasema na mtawakilu, sisi tumetawakal kwa Mwenyezi Mungu. Nyinyi wavivu, nyinyi ni wavivu, umekaa hapa unataka kusumbua watu, tokeni mkatafuta riziki. Akaingia ndani akachukua bakora akafukuza watu msikitini. Sasa unaweza kujiuliza, watu walifukuzwa msikitini kwa sababu sio time ya msikiti, ni time ya kutafuta nini? Ya kutafuta riziki. Sasa sisi pia Waislamu, saa zingine mtu utamuona hapa msikitini ni mcha Mungu, anaswali swala zote, anasoma Qur'ani, anavuta tasbih yake, yani kama venye wale masahaba walikuwa wanakuwa mbele ya mtume. Kuna watu wakiwa msikitini pia wako hivyo, lakini nyumbani kumeoza, mke wake haswali, watoto hawaswali, chakula ni haramu nyumbani, kazi zake ni za haramu. Ucha Mungu wa msikitini peke yake haukusaidii na kitu chochote. Ule ucha Mungu ni uwe nao msikitini, barabarani, nyumbani. Tatizo sisi wazazi wa siku hizi imekuwa mzazi utamuona wallahi ni 5 salawat. Yaani ni mzazi ukimuona waona Uislamu, ukimuona waona ucha Mungu, lakini wallahi ukigeuka uangalie generation yake, watoto wake, madarasa hawaendi, kusoma hata shule ni bahati nasibu, watoto msikitini hawaji hata kuja kuswali swala yoyote, na bado ndio wanaingia mbele. Tutakwambia ni sawa kwa unaswali wewe, lakini umefeli katika mishoni yako, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kila mmoja wenu ni mchungaji, kila mtu amepata
wetu, na kila mmoja ataenda kuulizwa na kile kitu umepatiwa uchumi. Wewe baba ndani ya msikiti, hata kama uko hapa, lazima ujue mtoto wako yuko wapi na anafanya nini wakati kama huo. Yuko madarasa, yuko wanacheza, yuko mahali gani, anafanya nini, ndio utakuwa umeokoka. Lakini ikiwa baba utaamua kusema kwamba maadamu mimi na Mungu wangu tuko sawa, mtoto wangu atajua mwenyewe, ndio tunapata haya yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Hii kwamba baba atatoroka mtoto na mtoto atatoroka baba, mtoto atatoroka mama na mama atatoroka mtoto, ni kwa sababu ya mambo kama haya. Siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamuuliza mtoto wako, mbona ulikuwa uswali? Na hapa ni mafundisho makubwa kwamba ukiwa na mtoto ndani ya nyumba miaka 7, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia sisi, alimu wa auladakum as-salata ibn 7 sinin. Fundisha mtoto miaka 7, anza kushika mtoto mkono, unakuja naye msikitini. Hata kama wakati mnaswali yule mtoto haswali, labda anapiga kelele pale msikitini ama yuko na kelele pale nje, bora yuko katika environment ya msikiti, anagrow akijua hii ndio nyumba yetu, hapa ndio kwetu. Katika the Ottoman Empire, Dawla al-Uthmania, walikuwa wanasema msikiti wowote ambao kwamba hauna kelele ya watoto wakati watu wanaswali, msikiti wote ambao kwamba watu wanaswali na nyuma hakuna kelele za watoto, basi msikiti ule ni dead or alive, kusha. Kwa sababu the future ni kina nani? Wale watoto. Ikiwa msikiti ukiingia, na ndio hali ya misikiti yetu sasa hivi, ukiingia msikitini ni wazee wamejaa tu, hakuna watoto. Maana yake ni kumaanisha nini? Wazee wanapungua na hatuna watu wa kuja kujaza ile safu ya wazee. Mzee akianguka leo, yatakikana kijana aingie pale mbele. Vijana hawako, vijana wako nje wakuruka, vijana wako nje sijui wanafanya kitu gani kule. Makosa si vijana, makosa yaweze kawa inarudi kwa wazee. Ilipokuwa wewe kutoka kwa nyumba, mama anakuambia mshike mtoto mkono uende na yeye, baba ni mdogo, wacha cheze. Sasa ni mdogo mpaka inakuja kufika wakati wewe wataka kumshika ule mtoto mkono kuja na yeye msikitini, tayari ashakomaa katika mambo mengi, hana wakati wa kuenda na baba wapi, kwenda na baba msikitini. Kwa hivyo kitu kikubwa tunataka kugusia, hasa wazee ambao wamehudhuria, angalia majukumu ya mtoto. Baba na mama wako na pati kubwa sana katika maisha ya mtoto. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min mawludin yuladu illa yuladu ala fatra. Hakuna mtu ambaye kwamba anazaliwa katika ulimwengu isipokuwa uzaliwa ni ala fatra, anazaliwa na Uislamu. Mtu yoyote anayekuja ulimwenguni anakuja na Uislamu. Ndio kuona hata mtu ambaye kwamba sio Waislamu wale akisilimu na wako na mtoto, yule mtoto asilimishwe, automatically yule mtoto anakuwa katika dini. Sasa ni kipi kinatufanya? Hadithi mbele sema imma anna abawaini, isipokuwa baba zake wawili, yani baba na mama, yuhawidani, wanamfanya ni Myahudi, au yunasirani, ama wanamfanya ni Mnasara Mkristo, au yumajisani, ama wanamfanya ni katika majusi, watu wa kuabudu moto. Sasa hiki kipengee cha hapa mwisho, baba anaweza kukufanya Myahudi, baba anaweza kufanya Mkristo, baba anaweza kufanya kwa kweli mtu wa kuabudu moto. Tusoma nini hapa? Tusoma uwezo wa baba na mama. Yaani wewe watoka Muislamu, lakini wazee wako waweza kukutoa katika Uislamu wakakuingiza katika dini nyingine. Maana yake inamaanisha kwamba mama, baba na baba wako na uwezo mkubwa katika maisha yako ya kukulea na kukukuza katika kupenda dini. Ndugu zangu, namna unavyojipinda wewe katika ibada, fanya bidii na mtoto wako pia ushiriki. Sisi imekuwa leo hii Waislamu tunalea watoto Waislamu mwili, lakini fikra za Kiyahudi. Mtoto wa Kiislamu aweza kukaa akazungumza maneno ukaona ni kama si Muislamu, na kumbe yeye babake, babu yake, babu ya babu yake wote ni Waislamu, lakini fikra ambazo kama iko nazo amejazwa fikra za Kiyahudi, amejazwa fikra za kiulimwengu, hana fikra zetu sisi. Makosa ni nini? Makosa ni mtoto kukosa foundation ya dini yake. Na tuko katika msimu wa holiday. Sasa ndio wakati wa kupeleka mtoto madrasa. Peleka mtoto madrasa na usichoke na ile madrasa, kwa sababu
Hawa watoto ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii neema ambayo kama Mwenyezi Mungu amekupatia, Mwenyezi Mungu anasema la tusaluna yawma idhin anin na'im. Hii neema wallahi utasimama mbele ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anakuuliza kuhusu neema. Nilikupatia watoto 10. Hawa watoto 10 walicheza pati gani katika Uislamu? Walifanyia Uislamu kitu gani? Walisaidia Uislamu wapi? Sio kama umepatiwa watoto 10 wewe ujifakhiri na wako ujipiga kifua, mimi nina watoto 10. Toa watoto kama wangu. Si masala, ni masala ya kwamba wale watoto umepatiwa jukumu lake ni, na ukitaka kujua kweli wale watoto wanaweza kukuingiza peponi au wakakuingiza motoni, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, yoyote mwenye kuwa na watoto wawili akawalea mpaka akawaoza watoto wa kike, mtaingia naye peponi. Yaani yote mwenye kuangalia naye kuangalia watoto. Imetokea mfumo ama imetokea style mpya siku hizi ya wanaume kutelekeza watoto wao. Sisi imekuwa hatuna time na watoto. Tuko busy kwa makazi, tuko busy kwa safari, tuko busy kwa ibada, tuko busy kwa mashughuli. Unapata yule mtoto analelewa na mama peke yake. Ndugu zangu, hakuna kitu kikubwa kama kupatikana father figure ndani ya nyumba. Ile picha ya baba ndani ya nyumba ni kitu muhimu sana, na ndio umekuja kuona hata wazungu wanaweza kukosana, washapatiana divorce, lakini bado wataishi ndani ya nyumba moja. Huyu analala bedroom hii, huyu analala bedroom hii, kwa maslaha ya mtoto. Yaani mtoto akiinuka mwana baba ndio yule na nani na mama ndio yule. Kwa nini imekuja kwa hivi? Kwa sababu wao wenyewe katika data yao wamekuja kuona 80% ya wafungwa ambao wako jela ni watu ambao wamelelewa na single mother ama single father. Kwa ufupi single mother. 80% ya watu ambao wako jela. Kwa sababu mama ana pati yake ndani ya nyumba na baba naye pia anafanya nini? Ana pati yake ndani ya nyumba. Sio wewe umekaa, wewe kazi yako ni kuleta riziki, mimi nimeshaleta chakula, hayo mengine nikuachie wewe. La, yule mtoto anakuitikia wewe, na hasa atakiwa ni mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume kumponyoka mamake ni haraka sana, kwa sababu kuna time akifika, yaani una dharau fulani. Mtoto akishabaliki amefikisha 14-15 years, kumsikiza mama inakuwa ni ngumu sana. Sasa wewe lazima ulete ile father figure yako ndani ya nyumba, yule mtoto arudi katika nini? Arudi katika nini? Kwa hivyo kitu kikubwa kwa tunahusia, tusishughulike na ibada fardhi. Ibada yako wajijenga mwenyewe, wajenga nafsi yako. Shughulika na ibada yako nyumbani kwako na ya watoto wako. Ikiwa hivi vitu vyote havitapatikana, basi hakuna environment ambapo kuna mtoto. Lazima mtoto akiinukia afahamu msikiti wa kwanza uko ndani ya nyumba. Msikiti wa kwanza uko ndani ya nyumba, kwa kuona Qur'ani inayosomwa ndani ya nyumba, kwa kuona swala zinazoswaliwa ndani ya nyumba, na kwa kuona tabia ambazo ziko ndani ya nyumba. Inshallah, kwa dakika ambazo zimebaki, nimpishe ndugu yangu Ustadh Faisal na yeye kidogo azungumze kwa dakika ambazo tuliambiwa, kisha ile tumemaliza Muhammad.